Mambo vipi mdau wangu wa nguvu, nikukaribisha katika recap yetu nzuri sehemu ya 5. Kama ambavyo nilikuahidi kuwa hatulali hatupoi, na siku ya leo tunaikamilisha mpaka finali kama ambavyo nilikuwa nimekuahidi, na ndivyo ambavyo naitimiza. Basi kama hujatazama vipande vya nyuma, kisha unagusa hiyo pop up inayojitokeza hapo nyuma, lakini pia kama bado hujagusa alama ya subscribe, kisha unagusa sasa hivi ili tuweze kusonga pamoja. Lakini ningependa kukumbusha wewe ambaye unafuatilia kugusa alama ya like mara tu unapoona imetoka kazi yote ile, ili kuweza kwenye support na kunitia moyo kwa kile ambacho ninakifanya. Baada ya Bibi Seng kufanywa massage nyakati za usiku na Mwamba Daeun, huwezi kuamini kuwa walikesha pale sebuleni wakiwa wawili tu, ile wamefika tu asubuhi wakaanza kujinyosha. Sasa bidada kule roho yake ilikuwa inamuuma sana, kwani kitendo hichi alipoweza kukiona kilimtia wivu mkubwa sana, kwani hivi siku za hivi karibuni alishaanza kumpenda jamaa Daeun. Wakati Bibi Seng anaendelea kujinyosha taratibu, huku akiendelea kumshukuru Mwamba kwa huduma yake nzuri siku ya jana usiku, basi bana wakampokea barua kutokea polisi. Moja kwa moja ikabidi waelekee kituoni. Walipofika tu, kitu cha kustaajabisha ni kuwa kuna barua ambayo ilikuwa imeachwa. Sasa kumbuka kwamba Bibi Seng mara ya kwanza alikuwa anafanyia katika kampuni fulani, lakini alipopata boyfriend mwenye pesa alianza kumhudumia kwa kila kitu, yeye akaacha kazi katika ile kampuni. Kumbe bana mmiliki ile kampuni akaenda kuchukulia mkopo jina lake, kwa sababu alipokuwa ameacha kazi hakuandika barua ya kuacha kazi, kwa alikuwa anatambulika kama bado ni mfanyakazi katika ile kampuni. Ikaonekana kwamba bidada alienda kukopa bilioni 1 za Kikorea na kwenda kufungulia mradi mwingine. Bidada akasema mbona mimi pale niliachaga kazi muda mrefu. Akaulizwa na afande kuwa, je, ulitoa barua ya kuacha kazi? Hapana, sikutoa. Basi ndio hivyo, vibali vyako, vitambulisho na kila kitu vinaonekana vimetumika katika kukopea mkopo wa bilioni 1. Na kwa bahati mbaya tumeenda kufuatilia hiyo kampuni, tumegundua kwamba kampuni hiyo kwa sasa hivi haipo, lakini kwa sababu jina lako ndio lilitumika, unatakiwa kulipa mkopo huo wa bilioni 1 za Kikorea. Wakiwa rudi nyumbani mara baada ya kupokea taarifa nzito zenye kusisimisha mioyo yao, basi walijikuta wana namna yoyote ile. Lakini katika simu yao waligundua kwamba kuna SMS ilikuwa imeingia. Hakuwa mwingine bali ni yule mtajiri ambaye ni mwanasheria pia, lakini pia jamaa anamiliki kampuni moja kubwa sana. Akawa amemtumia message na kumwambia kuwa vipi ule mtoko wetu ambao tulikuwa tumepanga. Hapa walipokuwa wamesomea ile message, basi wengine wote wakaanza kumshauri kwa kumwambia kuwa unaonaje umtumie huyo jamaa, kwa sababu ni mwanasheria, anaweza kusaidia katika jambo hili. Lakini baadaye Daeun akasema hapana, ni vyema kama walivyokubaliana kwamba siku ya leo wanatoka kuelekea kupata chakula cha jioni, waende tu wakatoke kuelekea kupata chakula cha jioni hicho. Kama kuna jambo lote itaibuka kati yao, watajua wao namna kuweza kujieleza. Basi bidada akawa ameelekea kweli, lakini alipofika alikuwa ni mnyonge sana. Mwamba akawa anamuuliza, vipi, kuna changamoto yote ambayo inakukabili? Na kama ukinieleza utakuwa umefanya jambo zuri sana. Lakini bidada akasema kuwa hana changamoto yote inayomsumbua. Baadaye wakiwa wamerudi baada ya kupata ile chai, yupo nyumbani sasa na wakina V. Hapa akaanza kumueleza nini ambacho kimejili mara baadaye kukutana na yule jamaa mwanasheria na tajiri. Akasema kuwa hamna chochote nilichoweza kumwambia kwa sababu sihitaji aingilie katika mambo yangu. Wakamwambia sawa, ukumbuke kwamba ndio mara ya kwanza ulikuwa unamjibu vibaya na majibu ambayo yalikuwa yanamuumiza jamaa, lakini sasa hivi ukionekana unamjibu vizuri, itaonekana kwa sababu ya kutaka msaada ndio maana umeamua kufanya hivyo. Kwa hiyo ni vyema tu wewe ukatumia fursa hii kwa kusema kwamba lile deni unalomdai alitumie kutatulia changamoto yako hiyo ambayo unaipitia kwa wakati huu, kwa maana akupe msaada wa kisheria katika kupambania haki yako kuliepuka deni la bilioni 1 za Kikorea. Pia wakamwomba msamaha kwa kusema kwamba endapo ushauri waliompatia utakopo ni ushauri ambao wanaingilia mambo yake binafsi, basi atawasamehe sana katika yote, lakini kwa lengo la kusolve tatizo na si kuongeza tatizo. Upande wa pili huko ofisini walikuwa wanajaribu kudiscuss juu ya maendeleo ya ile clip ambayo imeweza kutumwa katika mtandao ikionyesha tangazo la usafi. Kitu ambacho kiliwashangaza sana ni kuona kuwa watu wengi sana wakawa wanahitaji kazi za kununua vifaa vya usafi kutokea katika kampuni yao, kitu ambacho kikawa kimewafurahisha sana. Lakini wakawa wameandaa sherehe kubwa sana, na katika sherehe hii walipanga Mwamba Daeun aweze kuhudhuria. Wakamsii sana V na kumwambia kwamba mpigie Daeun na kumweleza kuwa anahitajika katika sherehe, ni muhimu sana siku ya kesho. Lakini bidada alipompigia Daeun, bahati mbaya ni kwamba Daeun akasema kuwa yuko tayari kufanya hiyo sherehe, lakini ni vyema kama siku ya kesho hasipoweza kuhudhuria wakamwakilisha tu, kwani yeye atakuwa busy kushughulikia swala la Seng, kwa sababu issue ya Seng kudaiwa deni la bilioni 1 ilikuwa ni issue kubwa zaidi. Ni vyema kaendelea kuhangaikia pamoja naye. Daeun atatuma mwakilishi ambaye ni bibi V. Wakawa wamekasirika sana kusikia habari hizo na kuanza kumfokea V, kumwambia kuwa ampigie mara kwa mara Daeun kuhakikisha kwamba lazima awepo katika sherehe hiyo, ni mtu wa muhimu kwa sababu sherehe yote hiyo inategemea uwepo wake. Basi baadaye upande wa pili unaonyesha Seng akiwa yuko ameambatana na Daeun. Wakawa wamefika katika nyumba ya mzee ambaye alikuwa anamiliki ile kampuni iliyokuwa imefungwa yenye deni ya bilioni 1, na moja kwa moja akaanza kumwambia kuwa kwa nini ulitumia taarifa za Seng kukopea mkopo wa bilioni 1? Mzee naye anasema kwamba hata mwenyewe niliweza kutapeliwa na mtu wakati hata sielewi ilikuwaje kwaje. Mzee akasema kuna mtu aliingilia mifumo yetu na kwenda kukopa deni hilo kubwa ambalo hata mwenyewe siwezi kulifahamu. Hata hivyo umaskini umeniandama kutokea deni hilo lilipoingia katika kampuni yangu. Nimejikuta mali zangu zote hata nikiuza siwezi nikalipa hilo deni la bilioni 1. Zaidi naweza nikaishia kwenye milioni 300 tu. Sasa bidada akaona kuwa hakuna namna nyingine yote ya kuweza kutatua changamoto hii. Wakati huo Mwamba akawa amepokea simu kutokea kwa bibi V akimwambia kuwa je, issue ya Seng imeshakamilisha? Kama bado mjakamilisha, naomba basi uhudhurie katika sherehe kwani ni muhimu sana. Mwamba Diana akajibu kuwa hataangalia, kama itawezekana basi atakuja, kama haitawezekana hataweza kufika. Lakini ana asilimia nyingi
nyingi za kuweza kufika. Baadaye bidada katika sherehe alikuwa amenyongea sana, akawa analazimishwa tu kunywa vinywaji, kwani amwakera sana timu nzima katika sherehe hii. Wakawa wamesikitika kweli kweli. Sasa baadaye wakiwa wamemaliza hii sherehe, bidada alitoka nje kuelekea katika eneo la bustani. Akiwa eneo hili alikunywa pombe nyingi sana, akaanza kumtumia message za maajabu kweli jamaa. Anamwambia kuwa ulinikisi kwa mara ya kwanza, umeniacha siku ya leo, uko busy na bibi Seng, na kushukuru sana. Kumbuka anatuma message hizi akiwa ameelewa kweli kweli bana. Akawa amemwacha hapo, simu yake akaiacha pembeni kidogo. Wakati huo huo akaja yule kiongozi kutokea ofisini, akamkuta bidada hapa. Kumbe alikuwa amekotaga vile vidonge ambavyo kipindi kile bidada ameanguka chini, vidonge vya uzazi. Akampatia na kumwambia kwa vidonge hivi niweza kuviokota. Inaonekana unakunywa vidonge hivi labda ikawa lengo ni kujizuia usipate ujauzito au una mahusiano? Bidada akasema sina. Akasema huenda basi mimi nikawa mtu sahihi kwako. Akaanza kumshikashika kimahaba. Bidada akawa anamtoa mkono, lakini bado mwamba akaendelea kumng'ang'aniza. Kitu hichi bana kikawa kinaendelea tu hapa. Hasa Dayoni mwana baada ya kuona message ile ya kustaajabisha, akaanza kumpigia bidada amuulize hivi ni kweli anayozungumza hayo akiwa ameelewa au yuko macho kabisa. Yaani mimi nilimkisi kivipi? Afu nimemwachaje yani? Mkurugenzi msaidizi alikuwa anapita katika maeneo hayo akiongea na mwanae kule hospitalini. Shuhudia tukio hili likamwacha mdomo wazi. Sasa ile anaongea naye akagundua kwamba simu yake ilikuwa iko loudspeaker na alikuwa anaongea na mtoto wake. Sasa bahati mbaya huyu kiongozi ambaye alikuwa anamkaba bidada hapa akawa amesikia sauti ya mtoto ikiwa anasema mama, akaona kumbe hapa pana udhaifu mwingine. Inaonekana mkurugenzi ana mtoto na amemweka kwa siri. Kwa huu kawa ndio udhaifu wa kwanza ambao anaweza kautumia kulinda shutuma yake ya kumshambulia bidada kimahaba. Akalopoka kusema kwamba kumbe huyu mkurugenzi ni single mama, kitu ambacho kikamtia sana bidada hasira. Akawa amemsukumiza bidada mpaka chini huku akaenda akamfuata huyu Madam President, akampiga bonge la ngumi katika shavu na kumwambia hivi unadhani mimi naona aibu kukuambia wewe kwamba na mtoto? Kuna haja gani ya mimi kuambia nyinyi kwamba na mtoto? Ama nyinyi mnanisaidia kitu gani? Wewe mpumbavu nini? Umefika stage ya kwanza kumsukumiza bidada chini eti kisa kumlazimisha kimapenzi. Akaanza kusema, kwani wewe hujui kwamba ana vidonge vya uzazi? Ina maana anakataa kutoka na wanaume, kumbe anafanya mambo yake kisirisiri huko. Bidada alikasirika sana kuyasikia haya, akasema kuwa usije kusubutu hata siku moja kuonoshea wanawake mikono. Hujui kwa nini mangapi anayoyapitia. Bidada akiwa amelewa hajitambui, mwamba alikuja kumbeba akampeleka nyumbani. Hapa haelewi chochote kilichoweza kutokea. Sasa imefika alfajiri, anauliza nini kilikuwa kimetokea. Wakamwambia kwamba Dayoni na Madam President walikuwa wamekuleta hapa siku ya jana ukiwa umelewa hujitambui. Akawa amefika ofisini, lakini hali aliyokuta hapa ofisini akabaki anashangaa. Mbona ni kama vile watu wako busy sana na majukumu ya hapa ofisini, alafu wanamtazama Madam kule ndani. Kumbe issue nzima ya kwamba Madam ni single mama imeshaweza kufunguka, na issue kwamba yeye alikuwa anang'ang'aniwa jana kimahaba imeweza kufahamika hapa pote. Kwani kila mtu aliweza kushuhudia ugomvi wao wa siku ya jana. Bidada aliumia sana, lakini pia kiongozi msaidizi akasema kuwa ni vyema angeenda kuomba msamaha kwenye bodi kwa sababu aliweza kudanganya kwamba yeye ni single mama. Mwisho wa siku bidada akasema kuwa kuomba msamaha kwa sababu mimi ni single mama siwezi nikafanya jambo hilo. Zaidi ni kwamba naacha kazi. Akaandika barua ya kuacha kazi. Bidada akajisikia huzuni sana bibie kwa kuona kuwa amekuwa sababu ya Madam siri yake kuweza kufichuka, lakini mbaya zaidi ni kwamba anaacha kazi. Madam alitambua wazi kwamba jambo hili lingemuumiza sana bibie Akamuita kando na kumwambia kuwa sababu ya mimi kuacha kazi wala sio wewe, ni kwa sababu niliweka siri ujauzito wangu. Lakini pia hata kama siri hii isingefichuka kwa sababu nilikuwa ningekusaidia, bado ingekuja kufichuka katika namna nyingine. Kubwa tu hakikisha unapambana ili uweze kuajiriwa moja kwa moja katika ofisi. Na kushukuru sana kwa kuwa msaada mkubwa sana kwa kufanikisha michakato na project nyingi za kiofisi na zimekuwa na mafanikio licha ya kwamba haujaajiriwa moja kwa moja katika kampuni kama mfanyakazi wa kudumu. Bibi Seng akiwa kwenye gari akapokea message ya watu wakitaka kumchangia. Ni wale marafiki zake kule nyumbani akiwemo pia Mwamba Dayoni. Sasa bidada akakataa na kusema kuwa hayuko tayari kubeba matatizo ya wengine, kwani kila mtu ana shida zake, ni vyema akapambana mwenyewe binafsi. Akachukua nguo yake ya gharama sana akaibeba na kwenda kuiuza katika duka. Walipoitathmini nguo ile wakagundua kwamba bei bado ingekuwa ni ndogo zaidi. Bidada moja kwa moja akaamua kumfuata yule mwanasheria, huku akaanza kumomba msamaha kwa kumjibu majibu yote mabaya siku zote zilizopita. Lakini siku leo akaona bora amueleze ukweli kwamba anapitia changamoto kubwa sana ambayo inahusisha kwamba yeye ameweza kukopa deni akiwa hajashiriki hata kupata shilingi 100. Basi mwanasheria akamuelewa na akafurahi kweli kweli kwa kuona kuwa bidada sasa ameamua kuwa muwazi katika maisha yake. Lakini akamueleza kwamba bado nakupenda na msimamo wangu wa kupenda hujaisha leo. Bidie aliposikia haya akajikuta tu anatabasamu kutoka kwa huyu jamaa mwanasheria. Bibi Seng kutoka siku alipojuana na mwanasheria matatizo yake yote yakawa yameisha. Akamsaidia kutatua kesi yake iliyokuwa inamsumbua sana, kesi inayohusisha bilioni 1. Sasa baada ya matatizo ya bibie kuisha, akaona mtumia huyu mwanasheria kutatua pia changamoto zinazosumbua bidada ambaye wakati mwingi kule ofisini ananyanyaswa sana na yule jamaa ambaye siku ya jana alikuwa akimshika. Sasa hii hali akaona kwamba ni vema ivulie nguo kwa kuamua
kueleza mambo yote yanayomhusu kwa huyu mwanasheria. Lakini mwanasheria akamwambia kuwa kesi yako inakuwa ngumu kwa sababu katika ushahidi wa kamera ambazo zilikuwa pale mitaa ya ofisini inaonekana kuwa picha ziliweza kufutwa na hakuna ushahidi huo. Kwa hiyo issue ikawa ni ngumu zaidi. Wakaamua kukaa leo na Mwamba Dawn pamoja na Bibi Evi peke yao kando kidogo ya bahari hapa. Bibi akaanza kumwomba msamaha jamaa kwa kumkisi. Lakini jamaa akamwambia kuwa ulipokuwa umenikisi, je, nilikutoa au sikukutoa? Bidada akasema kuwa sikukutoa. Akamwambia kama ukuweza kunitoa maana yake mimi nakupenda ndio maana nikakubali kisi lako. Aisee, ili neno likawa limemuingia Bibi Evi mpaka kumtima. Lakini Mwamba kabla ya kujibu kuwa yupo tayari kuingia katika mahusiano na bidada au la, akamsimulia story ndogo akimwambia kuwa mwanzoni kabisa nilikuaga mfanyakazi wa benki. Sasa episode inayofuatia itakwenda kutupa majibu. Nimegundua kwamba tamthilia hii itatakiwa kwenda mpaka episode ya 7 ndio itakuwa ukomo wake, lakini pia katika episode inayofuatia nitakupa tangazo la tamthilia nzuri ambayo itakwenda kuingia, kijana ambaye alimpenda msichana mmoja pasipo kujua kwamba huyu kijana alikuwa ni jini mkubwa sana katika nchi ya Korea na anayesumbua kweli kweli. Sasa ameshaingia katika mapenzi na huyu jini, maisha yake yatakuwaje? Tutakutana katika episode ya 7 ambapo nitakwenda kutoa trailer dogo la movie yetu ambayo itakwenda kujili mara baada ya hii. Karibuni sana ukiwa umegusa alama ya subscribe na alama ya kengele, lakini pia